ladies and gentlemen, bana kutoka H Media Kiafrika sana. Tunakwambia tumerudi, tunaitwa nani? Wakemea mapepo. Bana hii inaitwa Wakemea Mapepo new page. Bana kama unalo pepo ni lazima lifanyaje? Litakutoka. Litakutoka kweli. Sasa this time around tunakwambia tumekuja kukuonesha baadhi ya vitu ambavyo mtaani vimekuwa ni kero sana. Too much. Yaani imekuwa ni kero kupitiliza kabisa. Yaani mpaka watu wanachoka. Mimi sasa hili ndio nashindwa kuelewa. Hivi wale watu ni wanamna gani? Dunia bado iko kwenye mfumo huo. Tunakwenda kwenye ulimwengu usioeleweka. Yaani sijui ni shamba, sijui ni vitu gani, mimi hata sielewi. Mimi naweza nikasema labda ni ulimbukeni. Oh. Hivi mtu na yeye anavyoonekana yukoje? Hii tunaweza tukaita ni ulimbukeni wa mapenzi. Imagine. Wewe una mahusiano na mtu sawa, atukatai. Ndio. Binti yuko kwenye eneo lake la kazi. Sasa kuwa na mahusiano naye haikusababishi wewe anytime muda wote umekaa kwenye ofisi yake ya kazi, jicho limekutoka kila mteja anayeingia ana amani, kwa sababu unamtizama, unamkudulia mimacho, yani inakuwa kama nini lakini yawezekana amedata. Ni mapenzi rafiki yangu. Sawa, kudata kupo, lakini siwe hivyo bana. Wakati mwingine nauzi. Sasa dada wa watu, bosi wake akimuuliza huyu nani, kila wakati anakusimamia anafanya hivi. Na yule jamaa sijui akiwa amekaa pale ni mstaarabu, anaangalia kwa jicho au na matendo anaweka kumtisha dada wa watu. Huo tunaita ni ulimbukeni wa mapenzi, kwa sababu unavyokwenda katika ofisi ya mtu, sawa, atukatai, mna mapenzi na mnapendana vizuri sana. Lakini basi tenga muda, unajua jioni akishatoka kazini mtaonana. Twende tukamtizame jamaa huyu. Yes. Twende tukamtizame jamaa huyo, alafu utakuja kuniambia nini alichokifanya. Aise, nani? Hivi ni vitu gani? Wewe angalia mtu mpaka anakosa amani kabisa. Hata mteja mwenyewe imagine. Kwa staili hii mimi nina hofu. Kwanza huyu na muonekano wake inaonekana ameingia mjini. Ameingia mjini. Sasa akakutana na vinono vya mjini. Aise. Na ndio maana tunakwambia tunakemea nini? Mapepo. Na huyu ni nini hili? Hili ni pepo na ni lazima litakutoka kweli. Wewe, jicho kama bundi. Yeye umetekeshea kila kienda hivi upo, akirudi hivi upo. Bana hii imekuwa ni kero sana mtaani, kwa hiyo tunajaribu kuangalia tuwe na ustaarabu fulani ambao kusababisha mapenzi, mahusiano yawe mema kabisa, kwa sababu hata dada watu pale anaonekana hana amani, kukukataa hawezi, kukufukuza hawezi, Mimi mpaka nimemhurumia, alafu jamaa soda kwanza nimehesabia ile soda, maana toka tumeingia pale soda ishuki.
kwa mujibu wa kifungu cha sheria namba 102 cha wakemea mapepo, nimekuhukumu viboko 5 ili uwe fundisho kwa wale wote ambao wana tabia kama za kwako, na sasa natahakikisha hii tabia imefika mwisho. Nyinyi dawa yenu au mwalimu wenu ndo mimi sasa. Kama mlikuwa mmezoea kuwachezesha mabinti zetu, si ndio, na kuivuruga jamii kwa ujumla, sasa nafikiri sasa tiba mmepata, wala hata hamtahangaika tena. Najua nitawatibu wengi tu. Naona kaendani na kosa lako nafikiri hii inaweza ikakufaa zaidi. Hii inaweza ikakufaa zaidi. Anyway, kwa sababu ni mara ya kwanza, nitumie hii. Bwana, ulikuwa nasi wakemea mapepo kutoka H Media Kiafrika sana, na tunakwambia utaendelea kutufuatilia katika YouTube channel yetu, tunaitwa H Media Kiafrika sana, wazee wa kemea mapepo. Lakini shukrani kubwa kabisa ziweze kuwaendea watu baadhi, tukimzungumzia H-Lac Beverage Company Limited. Hawa ni wauzaji na usambazaji wa zile bidhaa bora kabisa, kombucha, sweet wine, unapata wine safi, au sio? Vile vitu vyetu kulainisha koo. Lakini bila kumsahau mwamba anaitwa Jimmy Online Cash Point, mamen Kankara Mududu. Ndo habari ya mjini, ni noma. Anakuambia lipa kopa na wengine wafaidike. Anaitwa Kankara, ni kanyage bahati mbaya ni kulipue makusudi. Bana, anaitwa Jimmy Online Aglavate. Ana huduma nyingi sana unazipata pale Kayanga mjini. Lakini bila kusahau kwamba ewe Mtanzania, usisahau kulike, kushare na kusubscribe.